Ni mmoja kati ya bloggers maarufu sana kutokea katika ukanda wa Mlima Kenya, akitambulikana na wengi kama Muthee Hinga. Amewaacha wengi wakiwa wenye vinywa wazi baada ya kuweza kumshambulia mwimbaji na pia kasisi Reverend Ben, baada ya yeye kumkubali Gacambi ambaye ni mfanyabiashara na Mkenya kwa sasa anayeishi nchi ya Marekani. Maneno ya bloga huyu ambaye ni Muthee Hinga yamekuwa ni maneno chachu ambayo yameweza kuchochea mengi baada ya kile ambacho amepata kukizungumza kuhusiana na Reverend Ben ama Pastor Muthee Kiengei kuweza kumkubali Gacambi katika kanisa la kwake. Nitaweza kumnukuu. Amesema, when I talked about the church that was selling bang to the faithful people yesterday in Ongata Rongai, kumbuka tulifanya story, people in my inbox were like, bona au kukemea the advertisement of hizi bidhaa za wasichana na wanaume kutumia kujiburudisha wakati wanahamu katika kanisa la JCM. Sasa najiuliza, nikashifu JCM na mimi mwenyewe najua hiyo sio kanisa. The fact of the matter is that JCM is another Churchill hall of comedies disguised as a church, and that's why sponsored celebrities are stayed every Sunday in order to attract more attendees. Ni hayo tu kwa sasa. Jambo hili limewaacha Wakenya wengi wakiongea pale kwenye mtandao wa kijamii, na akiendelea anasema JCM ni bizna ya Kiengei. But ila utaniruhusu niulize swali kidogo. Wewe kasisi unataka ale wapi? Reverend Ben ndiye mmiliki wa kanisa la the Jesus Compassion Ministry. Wewe ambaye unajiita Muthee Hinga, unataka Reverend Ben mwenyewe akuwe akihubiri tu? Unajua hata ile ibada yenyewe na mahubiri yenyewe yanahitaji fedha, yanahitaji kuwa na support fulani pale, yanahitaji kuweza kuwa na msukumo ambao unamsukuma yule kasisi kuendelea kufunza Injili. Ndio maana nitakukumbusha katika mafunzo ya Mtume Pauli, wakati walikuwa wakienda katika mitaa tofauti in the Middle East, walikuwa wakienda na wakati wanahubiri walikuwa wakipewa chakula na wakipewa mahala pa kulala na vitu vingine ili waweze kusafiri kueneza Injili katika mitaa nyingine. So wakati unamshambulia kasisi kwa sababu ya watu wamekuja pale, sisi wote ni watenda dhambi mwisho wa siku. Na ndio maana Biblia inatuambia njooni nyote kwangu wakati umetubu dhambi zako. Ijalishi ni makosa gani umefanya, ijalishi ni biashara gani umefanya, ila mimi Mwenyezi Mungu niliye juu mbinguni nitazisamehe dhambi zako na nitakupa mwanzo mpya. So wakati tunaelekeza vidole, pia sisi wenyewe tuwe watu wenye maarifa na wenye kuelewa haswa Reverend Ben atakuwa akitumia kile kipato anachokipata pale katika utangazaji na kazi zake zingine kuhubiri Injili, ila hali Wakenya yeye hajawalazimisha na wafuasi wake hajawalazimisha kuweza kutoa pale katika kanisa lake. So tuwe watu welevu. Na nikiweza kusoma comments kulingana na hili, namuona Becky Shiraz anasema people should avoid vitu za kupewa sana sana because the devil already knows watu wako desperate na hungry, so the best na the easiest way ni kuwakamata through giving. Let's wake up na sija insinuate anything. Amuona pale Martin Kamau akisema I believe he is growing in the ministry and one day God will make him learn his mistakes even though it's through the hardest and the shameful way. Man, meanwhile, let us stop judging one another, especially those in the body of Christ. God is the judge, and his wrath will devour anyone who misled his people. For now, let him do and be. Unless you can preach Christ on his behalf like he does, if you can't start a church, leave those who can, regardless of their weakness, preach. Hii ni comment nimeitafuta sana. Wewe hajakwambia uje kanisa lake,
lazima mtu yeyote kujiingisha katika kanisa la JCM. Hivyo inakuwa ni vigumu sana kumwona mtu mwenye akili razini kuweza kuandika vitu vya kipumbavu. Alafu Gacambi ni mfanyabiashara kama mfanyabiashara yule mwingine. Dawa za kulevya zinauzwa kila kukicha. Lakini wale ambao wanauza mnaangalia tu makasisi. Tuache mara nyingi kuwekea makasisi vikwazo, ndo maana wanakuwa hawaendelei kabisa kimaisha. Wewe kasisi wako niulize leo, Pastor Reverend Ben, ikiwa utamuona akisukuma mkokoteni mtaani na anaongoza wale wafuasi wote ambao wanao katika kanisa la JCM, si utakuwa ukipoint kidole, utakuwa ukimwelekezea kidole cha lawama ukisema shame on you? So tunakwambia shame on you kwa kujaribu kuinterfere na kazi ya kasisi Reverend Ben, maana wale wanamwamini wanamfuata. Nyayo kwa sasa dau, tuungane kwenye video zijazo. Hii ni FM Show KE.